Unajua mwili ndio nini? Ndio asi. Mwili unapokea kila kitu. Kwani mtumishi wa Mungu ukiamua kuwa mwizi, mwili hautakubali. Mwili unakubali tu, unaenda. Hivi nilivyo hapa, nikiamua nianze kupiga watu ngeta, hakuna mtu atanikataza. Mwili utazoea yale mazingira na anakuwa mkabaji. Tanzania kulikuwa na mzee mwingine alikuwa anaitwa pasta. Si pasta wa kanisani, alikuwa pasta wa baa. Ina maana mzee asipokunywa, wewe mwenyewe tu utaenda kumnunulia pombe. Anatetemeka, unafikiri mzee anataka mpaka kumletea pombe, kwa sababu maini yake mabavu ilikuwa sasa, ili damu itembee lazima itembee na nini? Na nguvu ya pombe. Sasa akaanza kuitwa pasta. Ina maana yeye hajafika kwa baa haiwezi enda. Anafika, haleluya, mubarikiwe, tunaweza anza kupiga mvinyo. Watu sasa waanze kuvuta. Utaitwa pasta na uko mshangani. Utaitwa pasta na uko unapiga watu ngeta. Utaitwa kiongozi wa vijana na uko nani? Uko mwongo. Utaitwa kiongozi wa wamama na uko nani? Uko mchawi. Utaitwa kiongozi wa kwaya ambaye ni mbea. Maana hiyo ndizo mbegu ambazo zinapandwa katika nini? Katika mwili. Kwa hiyo kila mbegu ambayo tunaiona inayopatikana katika mwili ambayo haijapandwa na Mungu, Mungu anafanya nini? Anang'oa. Na ole wako mbegu ing'olewe, wewe using'olewe. Maana wengine mbegu itang'olewa na wewe mzima unafanya nini? Unang'olewa. Katika ile Injili ya Yohana 15 Yesu anasema nini? Mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ni nani? Ni mkulima. Kadhalika tawi ndani yangu lisilopamba, amesema ninafanya nini? Hukatwa na kuondolewa na kutupwa katika moto. Kwa hiyo si ajabu mbegu ambayo umepanda ndani yako inaweza ikaondolewa na wewe mzima ukaondolewa ukatupwa katika moto. Ile sura ya 13 ya Mathayo inasema 13 Mathayo 13:20. 13:24 hadi 26. 24 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Yesu akawaambia mfano mwingine, akasema, ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake. Ndiyo. Lakini wakati kila mtu alipokuwa amelala, adui yake akaja na kupanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. 26. Ngano ilipoota na kutoa masuke, magugu nayo yakatokea. Watumishi wa yule mwenye shamba wakamjia na kumwambia, Bwana, si tulipanda mbegu nzuri shambani mwako? Basi magugu yametoka wapi? 28. Niendelee 28 mwisho. Akajibu, adui ndiye aliyefanya jambo hili. Ndiye aliyefanya jambo hili. Bwana asifiwe. Amen. Yesu anatoa mfano. Anasema kuna mtu aliyeenda kupanda shamba lake la ngano. Na alipopanda shamba la ngano, wakati watu wanalala, adui naye akaenda akapanda magugu. Katika nini? Katika nini? Katika hilo shamba moja. Mwenye shamba anapanda ngano na adui naye anakuja usiku. Na Biblia inasema adui alikuja usiku wakati watu wamelala. Akapanda nini? Ngano. Akapanda magugu. Na alipopanda magugu, wakati sasa ulikuwa ni wakati ngano zinaanza kuota. Wale wafanyakazi walipoangalia, wakaona ndani ya ngano mumeota nini? Magugu.
Wakaenda wakamwambia Bwana, tulipanda aje hili shamba? Mbona tuko pamoja? Yeah. Kinacholiwa ni nini? Ni ngano, ndiyo ambayo inatufanya tupate chapati, tupate maandazi, tupate spaghetti na vitu vingine vingi, keki na nini. Tunapata kutokana na nini? Na ngano. Sasa gugu tunapata hilo ni la kuweka nini? Kwa moto peke yake. Yesu akasema, yule bwana wa shamba akasema, sisi tulipanda magugu, bali aliyepanda magugu ni nani? Ni adui. Kwa hiyo nataka nikuonyeshe katika maisha yako, kuna kitu adui ameweka, kuna tabia adui ameweka ambayo ni tabia oza. Wangapi tunatoaga fungu la 10? Ninauliza, wangapi tunatoaga fungu la 10 hapa? Sinauliza, inua mkono kama unatoaga. Haleluya. Chapa makofi kwa Bwana Yesu. Yesu, makofi ya kweli. Kuna kitu adui amefanya. Kuna kitu adui amefanya nini? Wangapi tumeshawahi kubariki mchungaji au wachungaji wetu wanaotuongoza? Wangapi tumembariki hata na kaeneji hata kafiti? Ni mmoja, wawili. Wangapi tumeshawahi kununulia mtu yeyote, mshirika mwingine ambaye aliye na dhiki, ukamnunulia chakula? Inua mkono. Watatu. Wangapi ambao umeona mwenzako nguo kabisa imeisha? Wacha nirudi kwa wazee wenu wa kanisa, wachungaji wenu, kiatu chake kimeisha kabisa, kakiatu au kasuruali kale kashati ka mchungaji, kale ka papa mulu au kale ka papa mulu au kale ka nani, kama ukaenda ukanunua kashati. Inua mkono, sisemi unatangaza sadaka yako, nataka uinue mkono. Haleluya. Kwa hili kanisa kuna kitu adui amefanya. Na kitu cha kwanza adui anachopanda ndani ya maisha ya washirika ni kukufanya wewe kuwa mchoyo, na unakuwa mchoyo kwa madhabahu unayohudumiwa. Huwezi kubarikiwa. Huwezi kubarikiwa na utakaa ubarikiwe. Wewe utakuwa ni mtu wa kulia na useme hao wachungaji hawana moto kabisa. Nitaingia kwa kanisa ingine, naona washirika wanabarikiwa, wanatoa fungo la 10, wanatoa sadaka za upendo, wanatoa sadaka za kuinuliwa kwao, wanatoa zaka za furaha. Kanisa la Kolosai walikusanya michango wakampelekea Paulo alipokuwa katika kifungo Rumi, na Paulo akaita hiyo sadaka harufu ya manukato. Sadaka. Wakati unapofanya kitu utajua. Haleluya. Madhabahu inakaa na hali ya ukame kwa sababu watu hawatoi. Na nimeona kapo zenu hapa, wacha niache nasema niko mzee. Tena wabebe. Unaandika sadaka ya kawaida. Hakuna sadaka ya kawaida. Ndio maana watu wako. Hiyo ya kawaida hiyo ndio, na hiyo kapo next week nikija muwe na kapo kubwa. Sitaki hiyo kapo hata mimi. Leteni kapo kubwa, wekeni hapa. Tuko pamoja wa mama. Chama na kofi. Sadaka ya kawaida, sadaka na jamais de normal, sio kitu cha kawaida. Sadaka haiwezi kuwa ya kawaida. Mtu naye utakuja na unapotoa, ukitoa sadaka ya kawaida na wewe unakuwa mtu wa kawaida. Na sisi hatutaki kuwa watu wa kawaida, maana tuko na supernatural power, tuko na uwezo wa kiungu, tuko na mamlaka ya kiungu. Sisi si watu wa kawaida. Yesu akasema
atakaye niamini mimi na Baba yangu tutakuja na kufanya makao ndani yake. Sasa Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe anakuja na kufanya makao ndani yako. Unataka ujiite mtu wa kawaida? Hapana. Wewe sio mtu wa kawaida.